Yo guys, sorry guys, I've been so busy manze. There was something I was working on manze. Pole, sijawapostia list for quite some time. But I'm working on that. Ni post as many as I can. Here is the next list of the available vehicles. Before tuendelee, my condolences to one of the viewers hapa. Huyo jamaa anatumaga kitu kwa hii channel kusupport. Na yeye utaka kuwa anonymous so sitamtaja, but he lost his mom. My condolences manze, pole sana. I will pray for you manze, take heart. That being said, tuliongea na WhatsApp and I told him all that. My condolences. That being said, check out this next list. These are the available vehicles. Check them out guys. Yeah guys. So tuanze na hii. Hii ni Toyota Prado J95. Hii ni gari ya 2001, ni diesel engine, 3000cc, iko na 1kz engine, automatic transmission, 4-wheel drive, ni 7-seater, iko na good suspension, iko na cool music, mpaka iko na sunroof pia na dark interior. Alafu you can see iko na all terrain tires, na mwenyewe anakuuliza tu mpatie 1.29 million. 1.29 million peke yake umpatie uchukue hiyo gari. Unajua Prado ni Prado. Kama umekuwa ukifollow hii channel unajuanga mimi ni fan wa Prado sana. Hata ikuwe old school bado ni Prado. So this is a well maintained unit. Unaipata na 1.29 million. And I always tell you can always negotiate. Hizi prices mimi ukupe hapa zinakuanga zenye seller asking price. Na asking price you can always negotiate. As Kenyans unajua sisi tunapenda kubargain. Alright. Tukitoka hapo tunaenda kwa hii Fielder. Tunaenda kwa hii Toyota Fielder. Hii Fielder ni 1500cc two-wheel drive, iko na ready documents. Unaipata na 795,000 peke yake. 795,000 peke yake. Na unaona hii ni black na iko na mataa kwa boot. Watu hupenda hizi mataa kwa boot sana. Unaona hizi mataa kwa boot hapa. Most people love that. Unasikianga hiyo Fielder iko na mataa kwa boot. Kenyans wanapenda mataa kwa boot. And also remember this is a black Fielder. Kumbuka, I don't know if you guys know this, but black Fielder inakuanga rare kupatikana than ukitaka Fielder, most of the time unapatanga white and silver. White and silver in color ndio zinakuanga easy to get. But the black one, the black Fielder inakuanga a little bit hard kupata. So hii ni black one. Unakuwa hapo umeangukia double. So gari mzuri 795,000 peke yake unapata hiyo Fielder. Tukienda hapa mbele kuna Toyota Prado. Tukienda hapa mbele kuna Lexus LX 570. Hii nilikuwa nimekuonyesha on another video, lakini acha nikutajie tu haraka. Ni gari ya 2016 automatic petrol, 5600cc, 4-wheel drive, original paint, new tires, ni 7-seater, iko mpaka na working sunroof. So hii unaipata na mwenyewe anakuuzia na 7.6 million peke yake. So kama uko na ka 7.6 kako kametulia mahali pale, unaweza chukua hii gari. Alright. Tukiendelea kuna hii Toyota Voxy. Hii inakuanga brother Toyota Noah. Hii ni ya 2000 two-wheel drive, unaipata na 850k. 850k peke yake. And then kuna hii Toyota Passo. Hii Toyota Passo iko Murang'a. Mnakumbuka Murang'a? Tulikuanga na ule jamaa ule Ode wa Murang'a. Kuna ile Boondocks gang, genge la Boondocksi. So hiyo Boondocks gang, kuna msee hapa alikuwa kuna na X-Ray, Maddox, na kuna ule Odi wa Murang'a na kisauti kistrong hivi. So Odi wa Murang'a. So hii Toyota Passo inatoka Murang'a. Mwenyewe anakuuliza tu for 80k peke yake. Hebu imagine 480 peke yake unapata hiyo Passo. One of the cheapest Passo nishai kupostia hapa. So ndio hiyo Passo. Kama unatakanga, unajua hii ni Toyota Passo, inanga story mingi, simple vehicle, will take you point A to point B. Wewe mwenyewe unaweza customize. I can see mwenyewe ametry customize na seats hapa, but mwenyewe alimcustomizea kufanya ile best job. Unaona hata seats zenyewe ni kama zitoshani vizuri hapo. So hizo ni vitu rectify. Hizo ni vitu kidogo zisifanye usinunue gari. So mwenyewe anakuuzia hiyo na 480.
Hii gari nilikuwa nimekuonyesha this one. Hii nilikuwa nimekuonyesha, nimekusomea details zake. Let me just skip that for now. Haya, hapa hivi kuna Mercedes Benz GLC 250 4MATIC Coupe, ni ya blue in color na it just arrived. Hata iko Mombasa. Hii gari ndio imefika, iko Mombasa. Cheki hiyo kwa mnyama nani. Hii gari sijui kama umeona. Mnakumbuka ile song ya Shake It to the Max, Shake It to the Max? Mademu anaipenda, wanekanga mikono hapa mbele, alafu anashake what their mama gave them hapo nyuma. So hiyo song ukiangalia vizuri unaonanga hii Mercedes ikidance. Hii Mercedes iko na iko na nini fulani, iko na feature fulani. Hiyo feature ilitengenezwa so that ikiwa kwa sand iko ina dance ikipanda ikishuka, ikipanda ikishuka, ikienda, yani inafanya nika ina bounce ndio taya zitoke vizuri kwa sand. Lakini sasa Wakenya walikuwa wanatumia ati ina dance hiyo Shake It to the Max. enda pale TikTok andika Mercedes Benz dancing Shake It to the Max utaona. So iko na feature ya ku dance up and down swag. Hii swag yenye Wakenya wanapenda, hata wanafanyanga na mat pia, lakini kwa mat wanakanyaganga accelerator brake, ndio mati dance kwenda juu na chini. But on this one it's a feature, hiyo hitaji kanyaga brake na gas at the say, you get the point, huh? So hii ni 2018 Mercedes Benz, it just arrived. Hii ndio imefika. Iko na 9-speed automatic gear, ni 4MATIC all wheel drive. Iko na genuine mileage ya 58,000 kilometers, ni blue in color. Iko na black leather interior, iko na panoramic sunroof. Hapo mbele unaona iko na LED headlights, iko na navigation, iko na reverse camera kama kawa. Hii ni Mercedes of course, iko na ambient lighting hapo ndani na alloy rims as you can see. Na hii gari unaipata na 6 million flat peke yake. 6 million unapata hiyo gari. Hapa hivi kuna Honda Stream. Kwanza hii ni RSZ. So hii ni ambio. 2013 2000cc 2-wheel drive, 7-seater, well maintained, unaipata na 950k. 950k unapata hiyo gari. And then kuna hii Toyota kuna hii Nissan Serena ya 2009 I mean. Ni 2000cc 2-wheel drive, iko super clean and well maintained. Mwenyewe anakuuliza tu mpatie 500k. Hii gari mwenyewe anauliza 500k. So you can have that one. And then where are we going? Kuna yenye nimeruka. No. Okay. Hapa hivi kuna Toyota Allion. Nakwambianga hii ni gari mzuri sana. Hii ndio brother premium. Ni 1500cc 2015, original paint, original factory paint, iko in mint condition na unaipata na 1.45 million. 1.45 million. Then hapa kuna school bus. Kama uko na shule, hii ishapa kwa yellow line. So you just continue kubeba watu hii. Kama uko na shule hivi, alternatively kama uko na staff, unataka staff bus yenye utakuwa unabebea watu, unabeba watu na wadelivia na unawapeleka shule ama kwa company and back to their homes, you can also take this one. Alternatively unaweza enda uchange hii color, utoe hii yellow, uiandikisha na sako yoyote, and then uchape pia matatu within town. Hii gari iko poa. Na hii kumbuka hii ni Isuzu NQR. So this vehicle, hizi ndio mat kama ujui. This is a 33 seater. So wacha nikupee. Unajua mimi hapa nawafunzanga vitu guys, Mimi hapa nawafunzanga vitu na amshikangi rada. Saa zingine mnashika, saa zingine amshiki, lakini let me put you to the game. Hii gari is very well maintained. Even hata wewe mwenyewe ukiangalia condition yake unaona is still in good condition. So what do you do with a vehicle like this? Unanunua hii gari. Hii gari ni ya 2013, ni diesel, manual, ni 33 seater, well maintained. Na hii gari inauzwa 1.99 million. Imagine. Hii gari ukienda Isuzu
wacha niwachanue hapa sasa msikie. Hii gari ukienda Isuzu saa hii, ununue hii gari useme unataka kuweka Super Metro. Kumbuka Super Metro ni hizi tu, ni hizi same vehicle. Hii gari ukienda Isuzu saa hii utapewa na 6.7 million. That is the price. Ukishapata hiyo 6.7, ukishanunua na hiyo 6.7 million, sitakuwa ni gari, wacha tuseme Super Metro whatever. Utaenda Super Metro uregister nini. Super Metro wanakuanga a bit expensive kwa kuweka gari yako iko among their fleet. So generally you would have spent an equivalent of around 8 million. Alafu hii gari yako ianze kuoperate kwa Super Metro. Hiyo ni, I'm talking of a new vehicle from Isuzu. That vehicle utakuwa umespend 8 million, si ndio? Mnanifollow? I hope mnanifollow polepole. Utakuwa umespend 8 million, si ndio? Hii gari uweke pale kwa Isuzu, uweke pale kwa, wacha tuseme Super Metro ama Atomic Shuttle ama Enabled Shuttle whatever. Utakuwa unapewa 10,000 per day. Hivyo ndio kunaendanga. Gari mpya utakuwa unapewa 10,000 every day. Sometimes even 9,000. Kuna sako zingine watakuambia ni 9,000 per day. Now, this is what you can do. Badala uchukue hiyo 8 million yote. I mean, wacha tuseme 7 million. Because 6.7, lakini ukishaongezea vitu zingine zinakuja roughly 8 million. Ndio gari ianze kuoperate if you pay everything as it's supposed to. So let's say hiyo 8 million kwa gari moja. Badala uchukue 8 million, mayai yote uweke kwa kikapu moja. How about uende ununue hizi used kadhaa? Because hii inauzwa 1.99 million. That's just like 2 million, si ndio? So wacha tuseme utabageni uichukue na 1.7. Wacha tuseme utabageni 1.99 ikuje 1.7 na kutolee kitu. Let's just assume. Na ununue hizi gari 4. Cheki venye nawapea kifoma hapa. Nakwambia mimi niko na ideas, pesa ndio ukataa. So, badala uende ununue hii gari kiwa mpya at 6.7 million, alafu ongezee vitu ikuje kitu 8 million ndio ioperate. Badala uchukue 8 million uweke kwa gari moja mpya, uko unapata 10,000 per day. How about uende uchukue hizi used? Unaona kama hii ni used and it's in good condition. Unachukua hii gari, unachange hii kala ya yellow, unaweka kwa barabara ibebe watu matatu. Seats unaona bado ziko sawa, gari bado iko fiti. Na maybe uweke kangoma kadogo hapo ndani, you're good to go. So ununue hii gari tuseme 1.7. Si inauzwa 1.99. So hii inauzwa 2 million. Uichukue, uambie huyu mtu, we bana, we nitengenezee bei bana, niko na 1.5. Mbageni uichukue kama na 1.7. Ukishaichukua na 1.7 million, uende uweke pale kwa barabara. Hii gari kumbuka si mpya. So hautapewa 10,000 per day kama ile yenye nimekuambia ukinunua mpya. Ukinunua mpya hii gari unapewa 10,000 per day. Lakini hii 33 seater, hizi ndio the likes of Super Metro, the likes of Enabled, the likes of Atomic Shuttle, hata hizi matatunganya, ni hizi tu gari, ni same vehicle, ni venye tu zimecustomiziwa zikakaa bit different. So badala ya kupewa hiyo 10,000 per day gari moja, how about ununue hizi gari tuseme 4? Do you know how much you will be making hizi gari 4? Hii gari utapewa kitu 6 or 7,000 per day because hii si mpya. So hii utapewa 6 or 7,000 per day. Na this one looks very very nice and very well maintained. Probably utapewa 7,000 per day. So can you imagine kama uko na gari hiyo 8 million yako, si umenunua hizi gari 4, unapewa 7,000 per day for each vehicle. Are you seeing how it goes? Hiyo ni pesa ngapi? Kama ni 2 ni 7 times 2, hiyo ni 14. Kama ni 4, 7 times 4, hiyo ni 28. Sindio? Yeah, that is 28,000. So chukua hiyo 8 million, nunua hizi gari 4. Wacha upewange hiyo 7,000 per car, per PSV minibus. Upewe 7,000 kwa kila gari. So umetumia 8 million na kila siku unapewa 7,000 from each vehicle. Na uko na gari 4. Hiyo ni how much mtu wangu? Piga tu hesabu mwenyewe. So 7,000 times 4. Hapo unapata 28,000 every day
Badala ungechukua hiyo 8 million vum uweke kwa gari moja upate 10,000 per day. So unakuta huyo ametumia 8 million, wewe umetumia 8 million, lakini wewe unapata 10,000 per day na yeye anapata 28,000 per day. Juu yeye alinunua hizi used na akaziweka kwa barabara. Na acha nikwambie, matatu hata iko used bado utapata pesa yako ya daily, because most Kenyans hatuna magari. Most Kenyans tunapanda matatu. So matatu will always have work. Haitawahi run out of work. Usei hizi vitu naambiwanga hizi vitu naambiwanga kama unataka stress ingia gari ya matatu. Unajua most people wenye wanakwambianga hivyo hawajai kuwa kwa gari ya matatu, hawajai fanya business ya matatu, ni kuongea tu. Kama unataka, hakuna kazi rahisi hii dunia, kila kazi iko na stress yake, but you make it work. Kila kazi iko na stress yake, hakuna kazi rahisi. Tell me one simple job yenye hainanga kazi, yenye haina stress. So mtu asai kuambia usifungue business yote juu haina kazi. That's a lie. That's a lie. Kila business iko na kazi, just depends on your strategy. Uko wapi, uko best wapi, unafanya nini. Hakuna gari ya matatu utasema haina pesa. Haina pesa aje? Kwani watu wanapandanga nini? Asubuhi enda kwa stage yenyu utakuta hakuna hata gari. Gari inaingia ikijaa ikienda. Hakuna gari zinasimama. Gari za matatu hazingekuwa na pesa, si zingekuwa zimejaa hapo asubuhi na watu ndio hawayuko. So unachukua hizi gari kama 4 at hiyo 8 million. Nunua kila gari, tu assume kila gari itasimamia 2 million, weka kwa barabara, because hii ni used kidogo, utakuwa unapewa kitu 7,000 every day. That's a good price. Na si lazima ununue mingi hivyo. That was just a by the way. Yani badala ya kununua moja, like mimi nikiwa na hiyo 8 million sitaenda ninunue hii gari moja niweke kwa barabara. No, nitaenda ninunue hizi gari 4 niweke kwa barabara. Kila gari hata hizi gari hata kama zitakupea, hata acha tu assume, wacha tuchukue worst case scenario. Wacha tuseme uko na hizi gari 4. Umezinunua 2 million each. Worst case scenario, uko unapewa 5,000 per day. Wacha tu assume that is the worst case scenario. I'm sure huwezi pewa 5,000 hii gari. I'm sure. That one I'm sure guaranteed. Kama ni pesa chini utapewa roughly 6 million. At 6 million, 6,000 per day. Yani kama hiyo ni pesa ya chini, niko sure guaranteed hii gari utapewa 6,000 per day as the bus owner. Uweke dere na uweke donda hapa, watakuwa na kupea 6,000 yako daily. I'm sure of it. But wacha tuchukue hata worst case scenario. Kama uko na hizi gari 4 na wakuwa na kupea 5,000, si bado unaingiza kuliko mwenye alinunua gari moja mpya na akaweka kwa barabara? Hapo hivi unaingiza 20,000. That is 5 times 4. Na wote mulitumia 8 million. So kuwa tu mjanja. Also not to forget, hii gari kama umenunua moja umeweka kwa barabara, hiyo ni kuweka mayai yako yote kwa kikapu kimoja, because if something happens, kama juzi uliona pale Super Metro watu wa Ndudhi walichoma. Watu wa Ndudhi wachome Super Metro yako, kabla uanze kusumbuana na insurance ndio ureplace hiyo gari, it has taken you so much time. But kama ni hizi 4, hata moja ikichoma bado uko na zingine 3, so pesa inaendelea, income inaendelea kuingia. Ukisumbuana uko na insurance, hiyo gari irudi na wewe unaendelea kuingiza do. So na wachanuanga hapa, hebu rusheni kitu tukule. So hii inatoka 1.99. Wacha tuendelee guys. Unajua hii channel, one thing mnaipendea is because I also educate where I can. So this looks like it's in very very good condition. Na hizi basi ukitaka guys unaniambia na kutafutia kadhaa. You're good to go manze. Unanunua hizi basi unaweka kwa barabara. Matatu iko na do. Usidanganywe ati matatu haina do. But unaingia na expectation realistic. Usiingie kwa matatu unataka upatange 15,000 per day, hapana. Weka tu hiyo 10,000 kama ni mpya. Kama ni hizi, ambia dere na donda wakupatiange tuseme hiyo 6,500 7,000, uko sawa, hamtasumbuana. I know that faster and I know. Aya, tukiendelea, where were we? Tukiendelea kuna hii Peugeot 207, aka kana kuanga kaduduka Peugeot ni Peugeot.
ni ya 2010 1600cc, very clean. Unakapata na 530k. So unaweza nuanga Peugeot kama unataka gari utaisumbuliwa, hakuna mtu ataiba, itakanga ukirelax ukijua hakuna mtu anakuibia, just buy a Peugeot. Peugeot ni gari mzuri, azisumbuliwangi, hakunanga wezi wako out there looking for Peugeots, right? So you are always safe. You are always safe with Peugeot. And then kuna hii Mazda Demio ya 2014 1300cc two wheel drive, unaipata na 699, so tuseme tu 700k. Yeah guys, pole. Nimeanza kukoa hapo non-stop, singeendelea kuongea, but it is what it is. Hii ni Toyota Vitz 1300cc two wheel drive 2011, nimekuambia ni 680k. Kuna hii Quick-Sell Nissan X-Trail ni ya 2012 four wheel drive 2000cc, unaipata na 1.05 million. 1.05 million ndio hii bado. Hii ni X-Trail. X-Trail inakuanga ni crossover SUV, si ndio? Hii ndio inabishananga na kina RAV4. So hii ni Nissan X-Trail, hainanga story mingi. So guys, and this one looks like it's well maintained. Inakaa imemaintainiwa vizuri. Hii X-Trail, unajua the one thing with the X-Trail, unajua mimi hapa nasemanga Kenya nishaisikia, I have had hii X-Trail inakuanga na issues kidogo ukienda long distance. I don't know how true that is. Hebu niambieni hapo kwa comment section kama umekuwa, because me personally sijaji-associate na X-Trail, sijaijua much. But the only vehicles zenye nishaisikia side ya Nissan zikicomplainiwa that sijui ukienda long distance zinakuanga na kashida kidogo in terms of overheat, I think ni X-Trail na Nissan March. Hizo mbili tu ndo nishaisikia. Sijaisikia Nissan nyingine ikiwa na hiyo issue. Hebu you guys explain to me, mniambie kama that is the truth, because I don't want to say something that I'm not sure. But hii X-Trail ndo ipata na 1.08 million. 1.05 million. 1.05 million. 1.05 million. And then sorry, hapa hivi kuna Mazda Demio New Shape 2016 1300cc two wheel drive, unaipata na 1.03 million, na ni petrol. 1.03 million unapata hiyo Mazda Demio. Then hapa hivi kuna Nissan Serena Hybrid ni ya 2013 2000cc automatic 7-seater iko mpaka na automatic doors. Hii ndio inabishananga na kina Toyota Vox ya kina Toyota Noah. Hii unaipata na 690k. Tukitoka hapo tunaenda kwa hii Townes. Hii gari unaipata na 450k. Na hii gari ni manual gear na ni 1500cc, ni gari ya 2008. 450k peke yake unapata hii gari. Hii gari kuna places zinatumikanga kama matatu guys. Na hii gari pia inakuanga poa for deliveries. Kama tuseme uko na superduka, uko na supermarket, ama unapikanga ma donuts, unapikanga mkate, una supply, you can buy this vehicle. It's very good on that. But kuna maire inatumikanga kama matatu. Kuna area zenye hii hutumika kama matatu. So hii gari yeah, so guys, kuna hii kamera tumekuwa tukilipia hapa. Nimekuwa nikichangia and you guys, you have been helping out. So hii kamera, it's just an update. Nimetoa hiyo the other video ni kuonyesha venye inaendelea. Ndio hii kamera yenyewe inaitwa Insta360S Pro 2 and this is the amount. Ina cost 55,500. So far ndio hii kulipa yenye tumelipia.
So far tumelipa 14,560 na out of the 55,500. Na if I'm being honest guys, I will say mi mwenyewe nimelipa roughly 10k na nyinyi mmenilipia the 4,500 because mmekuwa mkituma kitu kidogo and I appreciate it guys. So this was just an update that balance imebaki 40,000 na kuna 20k kuna 20,000 yani 20k na ngoja mahali ndairusha hapo I think next week because nataka hii camera God willing by January tukue nayo. So this is how the camera looks like. It's a very good camera. Itanisaidia kwa hizi niende mayard zote niwarekodie ma video venye mnatakanga. Na ukumbuke hii camera niko na accessories zote za hii camera. Niko na accessories zote. So guys, remember I'm still telling you guys tusaidiane. Mrushe kakitu hapa tujaze. Hii imesonga poa sana. Imesonga poa sana hata sikuwa na expect itaenda hivi. I think by January probably tutakuwa tumepata hii kamera. Na once hii kamera imepatikana content itakuwa enough. So ndio hii pay bill yake, ndio hiyo account number guys. Unaweza rusha kakitu hapo, kama uko na 10 bob rusha hapo, kama uko na 30 bob rusha hapo, kama uko na so mbili rusha hapo, kama uko na 1,000 rusha hapo, kama hata uko na 10,000 rusha hapo, cause hii kamera ikishapatikana guys, all will be perfect. Mtakuwa mnapata video za yard, mtakuwa mnapata video normal, mtakuwa mnapata za matembezi, kila kitu, everything. Utapata enough content kwa hii channel. So far tunaendelea vizuri. 14,560 ndio pesa tumelipa, tumebakisha the 40,000. That is a very good progress. Ukiconsider hii kitu tumeanza last month. So like within a month and a half hivi tushafika tuseme tu 15,000. That is good. So rusha kitu hapo ndio hiyo pay bill once again, alafu tuone itakuwaje. Meanwhile wacha tuendelee na magari, wacha tuendelee na hizi magari muone. So thank you so much guys. This was just an update. Yo guys poleni. Kadota kangu kalikuwa kananishautia. Ukisikianga kakisema dada, unajua kananitaka. So ilibidi niende nikaangalie kidogo. Unajua uwezi ilikalenga. Auto ndio future generation, future life. Au ndio legacy zetu bana. So akaongei, lakini kakisemanga dada bado akajaanza kuongea bado. But kakisemanga dada najuanga ni mimi kananidai. So imebidi niende nikacheki nikaambie ni aje. I'm still here for you baby girl. Anyway, so hii gari nilikuwa na kuexplain. Hii gari Toyota Townes kuna places inatumikanga kama matatu. For instance, ukienda pale Ruiru, right? Unaona pale ni Ruiru along Thika Road. Yes. Na unataka kupita hiyo njia ya huko Northlands, inaitwa Northlands, uende utoke Ruai bypass. So pale Ruiru bypass kuna hizi gari zinabeba from hapo hadi Ruai bypass. Kuna zingine hata zinaendanga hadi Kamulu. Hizi ndio matatu ziutumika hapo guys. You get it? But sijui ukiwa mwenye gari unalipwa dongapi per day. Hapo ndio sijui. Haya, ukienda kama ukienda pale Kariobangi, ile roundabout. Unaona ile roundabout ya pale Kariobangi ile yenye inakuanga imejaa mapolisi. Unajua hiyo place imejaa polisi mbaya sana. Wanasemanga ni kama polisi wa kila station wanakujanga hapo. Wanapiga wanajiseti kila mtu place yake. Hiyo place imejaa polisi mbaya sana. So hiyo roundabout ya Kariobangi, kuna hizi gari zinakuanga hapo zinabeba zikienda Roasters, zikienda Githurai nini. Pia hizo gari mati zinakuanga hapo ni hizi Townes. So unaweza nunua uende urushe hapo ama ununue ikuwe na kubebea vitu. It's a very good vehicle kwa kubebeana stuff. You get it guys? Yes.
Tukitoka hapo tunaingia kwa hii Toyota Auris. Toyota Auris ni two wheel drive, ni gari ya 2016, 1500cc, inatoka 1.35 million. Hii ni gari mzuri for your first car, ni gari itai kusumbua, ina story mingi. Hiyo ni gari ina story mingi. Kuna hii Toyota Probox ya 2013, 1300cc two wheel drive, unaipata na 895,000. Hapa mbele kuna gari yenye mi uisifu mbaya, si mnajua tu, Honda Fit in KDA. By then nimeona kuna nani amenunua gari kama hii. Kuna YouTuber hapa anajitanga Dennis Oburu. I hope you know that guy. Napendanga channel yake mi watch. Ni kama tu naweza sema tu bado yeye pia si wale ati YouTuber wanaingizanga views mingi ma 300 bado ni naweza muita kama bado upcoming YouTuber pia. Unaona hajakuwa yani ile wale ma YouTuber wakubwa, lakini I love his content. Anaitwa Dennis Oburu. Big up yourself. Sijui kama anaonanga hizi but big up yourself. Muende pale kwa channel yake, mumgote, mumwambie tumekuja huku from Nelly Mchoraji. Maybe hata anijui pia yeye, but napendanga content yake mi watch. Nilimjua kuna time walikuanga na issue na Nomad nini, sasa alikuwa na update mpaka ikakuwa court cases, alikuwa na update. Hapo ndio nilianza kumfollow, and he's down to earth guy. Anatuonyeshanga mpaka akienda ushago, akimeet mama yake, bro yake. So nimeona amepost video jana, amenunua gari Honda Fit kama hii ya black hivi. Finally, I'm so happy for him, man. Mimi nikionanga YouTubers upcoming kwanza wakimake it, mi ufurahi tu sana, man. So Dennis Oburu, big up yourself bro. Hapo sawa. So niliona amenunua Honda Fit kama hii. Najua hiyo itamserve fully. Honda Fit ni gari mzuri sana. Mumtafute hapa YouTube, anaitwa Dennis Oburu. Lakini ukiwatch vitu zake pia unamwambia we bana, nimetoka huko kwa Nelly Mchoraji. Ajue ni mimi nimekutuma pale kwa YouTube yake. So he's a very very awesome guy. He's always down to earth, anaongeanga tu normal. Yeye utembea tu na kamera na kuchapia venye life yake inaendelea nini, just normal occurrence. Ana story mingi, ana vituko, ana nini. Na kapusmia ukake hapo, ako na kanyau kwa nyumba pale. Ananga story mingi. He's just a cool guy, anakushow normal life. He just, unajua, so napendanga yani type of content yake, cause unajua mimi napendanga wale watu authentic. Ule mtu mwenye si ati akifika kwa kamera na fake it. That's why pia mimi naongeanga na nyinyi hapa tu normal. Sitakangi watu fake. Unajua kuna wale watu unaangalia, sitaki kuwataja, na ni ma YouTube kubwa. Wale watu unaangalia tu, wengine wanajifanya wanaomba ni waombi sana, lakini unaangalia unaona au wanafanya for the camera. Like they're just doing it for the camera. They are not being authentic. So unakuta mawife wao wanazaa, wamejaza makamera pale place ya kuzaa, wa post YouTube. Like I think that is a little bit more dramatic. Just be authentic in your content. Be real, unajua, isikue tu kamera. Anyway, sitaki, mnawajua ni akina nani. Mimi hao si uochingi content zao, naonanga fake life. Mimi natakanga real life manze. So Dennis Oburu, one of the best YouTubers I think personally in Kenya, cause ni legit. Ule jamaa anakuonyeshanga vitu zinaendelea na life yake. Akienda kwa kibanda akunywe chai, utaona ni chai ya 5 bob, ni chai ya 20 bob, mandazi ya 5. Like he's authentic, unajua. Yeye beat around the bush, ajifanye kitu yenye hayuko zi. And that's what I like. I watch all his content, by the way. He's one of the few YouTuber me watch content zao. Ni wale watu legit, unajua. So Dennis Oburu amenunua hii Honda Fit juzi, amenunua Honda Fit kama hii juzi. Najua itamsa vizuri sana. Honda Fit is one of the best vehicle, I've always told you that. So hii inatoka 830, ni gari ya 2013. Hii ni gari ya 2013, 1300cc kama kawa, two wheel drive, iko mpaka na eco mode. Mwenyewe anauliza 830 only. 830 only.
upate hiyo gari. So Honda Fit ni one of the best vehicle. Hii nishakwambia kwa gari za 1300cc, this is usually the best vehicle you can get. Na hii gari inakuanga na hii gari inakuanga na competition zake. One of the competition yake ni Mazda Demio, kuna Nissan Note, kuna I'm sorry guys, kuna kelele inapiga hapo nje but I hope mnanisikia vizuri. So kuna Nissan Note, kuna Mazda Demio, kuna Toyota Vitz, kuna Suzuki Swift na kuna Mitsubishi Mirage. Hizo ndo competition za hii gari, lakini kwa hizo competition zote hakuna gari even close to this one. This is usually the best vehicle you can buy for a 1300cc vehicle. So hii natoka 830 guys. If interested, holla at me, niko connect na seller uchukue hiyo gari. Na pia mfike pale kwa Dennis Oburu. Na unajua mimi guys, mimi naambianga hii channel sinanga roho chafu, sinanga za nini. Dennis Oburu ni mtu anijui, by the way. Don't think ati huyu ni mtu ananijua ndio unaona na watu huko zi. I just think his content is very authentic. He is down to earth guy, ana story mingi, and that's why nawaambia mwende huko pia watch content yake, na mkifika huko mumbiga hapo ndio pia yeye maybe anijue baadaye. Anaweza angalia, mbona kwa comments watu wanasema wametoka kwa channel ya Nelly Mchoraji, is this Nelly Mchoraji, alafu asacha aone kenye nafanya. But mimi namuappreciatingi, naonanga he's a genuine guy, ana zile vituko. Unajua hii YouTube guys, kuna watu hapa wanafanyanga vitu mimi siwezi watch channel zao guys, and it's not even hating. Na most of these people wameaccumulate viewers na subscribers manze, lakini vitu kwa wanafanya, hey, nimeona hata mwingine ati wife anakula ugali anamtemea kwa mdomo, jamaa na what the hell man, like content gani hiyo man, like hey, mimi naye jo, no offense but kuna watu hapa YouTube hata kama jo mimi siwezi taka content ka hiyo person. I don't watch that. Na stukianga nimeziona tu kwa shorts by mistake, but mimi kama hizo siwezi. Ati wife yako anazaa, unajua wife yako akizaa, that's a sacred thing. You don't have to go umeset kamera kwa window moja pale, kwa window ingine huku, kwa window ingine huku, unajifanya unaomba. I think that's, what do you guys think? Me, I think some people wana overdo vitu. Hata kama ni content, at least draw some line somewhere. Unajua? Draw some line somewhere. Draw some line somewhere, man. Keep your family sacred. Unajua? So you guys bana, but Dennis Oburu mimi napenda content yake, ni legit. That guy is legit. Akienda ushago na kushow. Kuna sometime hata some viewers wanamtumianga kitu, anamwambia wewe ukienda ushago next time nunua kitu pelekee mam. He goes ananunua hiyo kitu, ananunua TV nini, analetea mam, wanapika Christmasi. Najua kama hii Christmasi atakuwa na content poa. So Dennis Oburu is one of the best YouTubers. I personally think so. And I'm saying this out of pure admiration of his content. Like content yake ni legit, na mimi napenda watu legit. Akwangi na hizi vituko sijui nini, nothing. Hata wakati alikuwa na court cases, kuna watu walijaribu kumsuju, ameuliza haki yake, but akashinda hizo court cases. He used to show us like what is going on, bila maringo, bila kiburi, bila nini, just a normal guy. And I appreciate that. Ana stay humo. So amenunua Honda Fit kama hii, nimeona amenunua jana. I'm glad amesave enough akanunua. Na amenunua tu akiwa ile keja yake. It's not like ati amemove keja kubwa amenunua nini. Bado ako tu ile keja yake ya umoja, ile one bedroom yake ile. Alituonyesha venye alienda kwa hiyo one bedroom kila. He always shows us maisha yake. But ako na gari. Na hivyo ndo nawaambianga usingoje uende nyumba kubwa ndio ununue gari. Buy yourself a vehicle and you're good to go. Gari itakusaidia sana hapa Nairobi, you will realize that. So big up to Dennis Oburu. So hii inatoka 830 guys. 830 unapata hiyo gari. Kuna kelele inaendelea huko nje, I hope it will affect guys. Kuna hii Toyota Vitz 1300cc unaipata na 780k.
And then kuna hii Mazda Demio diesel engine 1500cc, ni gari ya 2017 fully loaded, unaipata na 870k. 870k. So I was telling you this guys, unaona like between hii gari, unaona hii gari ni 870, badala ya hii gari, na sisemi msinunue Mazda Demio, you can buy it, but Honda Fit offers more than Mazda Demio. So you can always go for a Honda Fit badala ya Mazda Demio, given the two choices. Ukipata gari mbili zenye ziko same price na zote ziko in good condition, always pick a Honda Fit over a Mazda Demio. You won't regret it. Iko na fuel efficient, ni gari poa, it's good. But pia Mazda Demio ni gari mzuri, semi ni si gari mzuri. Get my point. I'm just saying between the two, you go for the better one, right? This is a good vehicle, but why not go for the better vehicle? That's what I'm saying. I hope you get it. Msi twist my words. Alright, hapa kuna Toyota Prado J150 ni ya 2700cc petrol automatic, ni 7-seater, 4-wheel, iko na 4-wheel drive, ni ya 2010, unaipata na 2.4 million. Hii gari unaipata na 2.4 million. 2.4 million unapata hiyo gari. Alright. And then tukiwa kwa hii tukiwa kwa hii Toyota Hiace, hii ni 7L. Now this is another thing pia na wachanuanga. Hii 7L ukiimport hii gari saa hii mpya, tuseme ya 20, unajua tumeingia December, so saa hii usiimport gari yote ya 2018. Ikifika Kenya itakataliwa irudishwe huko penye imetoka. Saa hii una import gari za 2019 and beyond. So 2019, 2020, 2021, hizo ndo gari una import saa hii. Hauwezi import gari ya 2018. So ukiimport gari ya 2019, hii Toyota Hiace 7L, hii gari utaipata saa hii ukiimport, utaipata na kitu 3.4 million, 3.5 million. Hii gari ukiimport saa hii. It's that expensive. So unaona hii ni gari ya 2010, huyu mwenye anakuuzia na 1.45 million. Ndio huyu janja ingine tena nakupea hapa, you guy my guy. Hii gari ni 2-wheel drive, iko na 1KD engine, ni 3000cc diesel. Hii ni 14-seater. Na nilikwambia hii gari hii imekuanga ikitumika private. Ndio unaona bado iko in very very good condition as you can see it. So hii gari unaweza nunua, you guy, unahakisha viti ziko poa, unairegister na sako, unaweka dere nilikwambia wamejaa, madere wanatafuta kazi wamejaa, madonda wamejaa. Unaweka dere, unaweka donda, unaiweka iendange long distance. Hii gari utakuwa unalipwa 5000 per day. Ama kuna places zingine hata unalipwa more. Let me tell you, nimekuwa nikiwaambia unalipwanga 5000 per day, lakini nimefind out kuna places zingine unalipwa more. For instance, unajua mimi nafanyanga mautafiti ni kueshua. For instance, nilipatana na one of the drivers juzi, nikamujioji ni venye sasa yeye hakutaka kukua kwa kamera, but aliniambia yeye akienda anaendanga Kisii. Hii 7L yake inaendanga Kisii, yeye ni dere. Wanapeanga mwenye gari, listen to this, kuenda one way, kuenda Kisii na kurudi, wanapeanga dere, wanapeanga mwenye gari 7000. Can you imagine that? Kuenda Kisii alafu arudi, anapea mwenye gari 7000. Can you see that? So you guy, wacha to assume that is, tuhesabu ni one day, si ndio? Kwenda Kisii na kurudi ni, is it within the 24-hour margin? Right? 7000. So hii gari unanunua, unaweka long distance hivyo, utakuwa unapata, wacha tu tuseme hiyo 5000 yenye nasemanga, lakini niliuliza akaniambia hivyo. I don't know if he was lying to me, because unajua bado nafanya utafiti. Nataka hapa nikiwaambianga kitu iko ile legit. Mi sitakangi vituko, sitakangi uongo, sitakangi nini. Natakanga kila kitu na kuposti hapa ni kitu legit. Na most of you guys mmenipigia simu over
tangu nianze hii channel nimepigiwa na over 50 people akiniambia buda unatuelimishanga sana mambo ya magari. Juzi hata nilienda nikakutana kama na ule Mr. Stanley akasema everything he knows about vehicle amelearn from this channel. So mimi nawaambianga Kenya najua, kama sijui kitu siongeleangi, I always do research nijue nasema nini. So hii gari unainunua, hii gari ni 1.45 million, hebu imagine. Na hii gari nimekuambia ukiimport sasa ni 3.5 million, and that's not a joke. Ukiimport a 2019 7L utaipata inacheza huko 3.5 million or even more. Or even more. It's not a joke. Na saa hiyo haina viti, ukuje Kenya tena uweke viti. So utaspend roughly 3.8 huko. Just ndio hiyo gari ianze kuoperate. Lakini hii unaona unatoka 1.45 million. Unaweza nunua hii gari weka hiyo long distance, huko unapata kitu. Hata kama utapata hiyo 5,000 per day, because hii si gari latest import, ndio. Hata kama utapata 4,000 ama 4,500, si uko sawa nani? Uko sawa, uko na ile kitu nasemanga hapa, continuous flow of income. Unajua Nairobi ukiwanga na continuous flow of income unakuanga uko poa. Yani hiyo inamaanisha nini? Hiyo term inamaanisha like uko na ile kitu inakuletenga pesa ya daily yako ya matumizi. So kama uko na hii gari na inakutumianga 5k per day ama hata 4,000 per day, hiyo 4,000 unaweza hesabu kama credo yako. Maybe kama uko na gari, mafuta ya hiyo gari, unajua. Alafu sasa hiyo job yenye wewe unafanya saa hii, hiyo yenye nakulipanga per month, pesa yako mzuri, hiyo sasa ndio unafanya nayo shughuli za kujiendeleza kimaisha. Unaona? That's how it goes. So 1.45 million hii gari unaweza bageni umwambia kutole hiyo 50k ya juu ikwe tu 1.4 ama hata ubageni kwa 1.3. 1.3 guys. So okay. So hapa hivi kuna Nissan Note ya DIGS ya 2016 automatic petrol, ni 1200cc, fabric interior, mileage yake ni 150,000 genuine mileage, na unaipata na 780 peke yake. Hapa hivi kuna Toyota East. Hizi gari zilikuwa discontinued kama unakumbuka. Toyota mzuri sana but ilikuwa discontinued. Siku hizi hazitengenezwangi na Toyota anymore. Ni gari ya 2003 automatic, ni petrol, ni 1300cc. Mileage yake ni 330,000. Hebu imagine 330,000 na bado iko kwa barabara. Ndio unaona Toyota zinapendwa. Usishangae kwa nini Wakenya wanapenda Toyota. Hiyo ni gari, unajua 330,000 ni gari na maisha imezunguka kuzunguka, lakini gari bado ina perform. Mwenyewe anakuuzia na 490k peke yake. Mwenyewe anakuuzia na 490k peke yake. So tukiendelea, hebu ni kunywe maji. Meanwhile, check this out. Okay guys, as we continue looking at the vehicles, I wanted to remind you guys that I'm an artist. That is my full-time job. My career is as an artist. I'm very talented. I draw people for a living. I've been doing this from 2015. That is 10 years. And I've drawn over 5,000 different people and delivered them to my clients all over the world, from Kenya to Dubai to USA to everywhere, Middle East, kila mahali nimedeliver arts. So if interested, kindly support my work by ordering an art pia. Order an art of your loved one. It can be your wife, it can be your husband, it can be your mom, your dad, it can be a family portrait, it can be an art of yourself, your daughter, your son, your auntie, your colleague. Maybe your boss is retiring or you want to impress your boss. You know, order an art for themselves. You just send me a picture on my WhatsApp. My WhatsApp number is 0729532980. 0729532980. You just send me a picture there. Unalipa deposit, mi nakuchapia kazi, nikishamaliza naenda na mount na kuletea. My artworks are long lasting. They will stay on your wall for more than 10 years. They are waterproof. Kazi fiti kabisa. So I draw anything you may want. Ikue mtu, ikue mnyama, ikue your pet, anything. I can draw them. And kumbuka, art is very unique. Sio kama picha unaweza pigwa the same
the same pose kwa any studio, but art is very unique from each and every artist. So thank you guys for the support. Send me your picture, send a picture of your loved one, nikuchoree kazi. I will do it and deliver it just as agreed. So I charge, my prices are very budget friendly. I charge 3,500 for one person. I charge 5,000 for two people, and I charge 6,500 for three people. Kama ni watu watatu kwa same art inakuwa 6,500. Kama ni mtu mmoja ni 3,500. Na hiyo ni complete with the mounting. So contact me anytime. Call, text or WhatsApp me on 0729532980. Thank you so much. Wacha tuendelee na the cars. So guys, hapa hivi kuna lori hapa ni ya 2020 manual diesel 3200 cc. Wanasema load capacity yake ni 3700 kgs, mileage yake ni 121,000 kilometers na unaipata na 1.8 million. So hii ni lori FAW. Kama unataka gari ya biashara ndio hiyo. Gari ya biashara ndio hiyo. Kuna Toyota Axio hapa ya 2011 G grade unaipata na 890k. 890k. Kuna hii Subaru Outback ni ya 2010, original paint, powered seats, multifunctional steering wheel, iko na paddle shifters, cruise control, iko na automatic transmission, 2000cc, mileage yake ni 130,000 kilometers genuine mileage, na iko na ready documents. Hii gari unaipata na 1.08 million. Milioni moja na 80,000. Alright. Haya, hapa hivi kuna Subaru Forester XT ni ya 2014, 2000cc turbocharged, original paint, all wheel drive, iko na sunroof, full leather interior, unaipata na 2.2 million. Hapa kuna Toyota Ractis ya 2015, 1500cc two wheel drive, iko Nairobi, hii unaipata na 700k. Hii ni zile gari zenye Toyota Ractis ni among zile gari unanunua unasahau story ya gari. Hazina story mingi unless you decide kuuza. Ni gari haitai kusumbua, haina story mingi, easy to maintain, it will take you everywhere, it won't break down, simple vehicle, simple Toyota. Hizi ndio vitu zimefanya Toyota imeinuka hivyo Kenya inapendwa. Hapa kuna Toyota Probox, gari ya biashara, deals ndio mingi, DCI ndio shida. So hii deals zote inachapa. Hii ni Toyota Probox 2013, 1300cc two wheel drive, location Westlands. Hii gari iko Westi na unaipata na 895,000. 895,000 peke yake. Hapa kuna Fielder, hisi ni Fielder, yeah. Hapa kuna Toyota Fielder, iko Ngong Road, 750k. Hey, mwenye hii gari ameniandikia tu 750k Ngong Road. Hakuna any other information. Hivyo tu. Anauza tu venye anauza. Wewe ununue uache kusumbua. Mazda Demio diesel engine 2017 1500cc fully loaded unapata 970. Hii I think ndio yenye nimekuonyesha hapo before ama. Is it the one? I think so. Kuna hii Toyota Harrier 240 original paint 2400cc accident free na maanisha haijapatwa na accident hata kidogo, na unaipata na 1.05 million. 1.05 million. Okay. Then kuna hii Toyota Probox 1500cc 450,000. Huyu anakuuzia hii na 450 peke yake. Gari ya biashara hiyo nilikuambia. Hapa kuna Mercedes-Benz E240 ni 2600cc, price yake ni 750k na ako Nairobi. Mwenye hii gari ako Nairobi anakuuzia hii gari na 750 peke yake. Ndio hiyo hapo, 750 peke yake. Haya, tukitoka hapo tunakuja kwa hii Probox nyingine. Hii ni ile bado 450k, si ndio? I think so. This is that one. Aya, hapa hivi kuna Isuzu D-Max pickup. Hii ni local assembled, I'm assuming. Ni 2011
3000cc diesel engine, 5-speed manual gear, 4-wheel drive, iko na good suspension, shocks and bushes, iko na new tires, na mwenyewe anauliza umpatie 1.56 upate hii D-Max. Na hii ni Isuzu D-Max, hii ni pickup, hii ni gari ya biashara kwenye wanajua sasa Hii ni gari ya biashara 1.56. Hizi D-Max hazikuangi rahisi kupata. Watu wanakujanga kwa inbox wanaambia Neil, nataka Isuzu D-Max. Natafuta napata tu niko na option 2. Zingine zinakuanga hot cake hizi gari sana, Isuzu D-Max. Hapa hivi kuna Nissan Tiida. Hii gari ilikuwa discontinued. Hazitengenezwi siku hizi na Nissan anymore. Ni gari ya 2013. Hii ni hatchback 1500cc in pristine condition. Tires in great condition too, na inatoka 720. That is a bit on the higher side, si ndio? Tiida at 720 bana, hapo ako juu kidogo. But you can always bargain. Unaweza mwambia hapana, hiyo si market price ya Tiida bana. And then mna bargain. Tiida I always recommend inafaa ikue I think between 500 to 650 hapo, right? That's what I'm thinking. Kama iko in very very good condition inafaa ikue hapo ma 630 hapo, but Tiida hizi gari zimekuwa discontinued, zifai zikuwe that expensive, and that's just my opinion. Hapa hivi kuna Toyota Axio ya 2018 na hybrid. I think hii jatumika Kenya. Hii iko na ready documents. Inatoka 1.68 million. Na iko na ni petrol engine. Hii si hybrid. Iko na 15-inch alloy rims. Iko na black fabric interior. Iko na traction control, lane departure warning, emergency braking, reverse camera, parking sensors, na iko na low mileage. Ready documents pia. So 1.68 million unapata hiyo gari. Kumbuka hii ni Axio. Axio nakwambianga ni brother ya Fielder. Actually si hata brother. Axio ni just Fielder, but moja ni hatchback, ingine ni sedan. Alafu Axio gari mzuri sana. Hii ni gari mzuri sana. Ukinunua hii gari it will probably by 2025 tunaenda kuingia 2026 next month hii gari utanunua saa hii ikusavata hadi 2060, probably itaenda hata 2070 bado itakuwa inakusava. One of the best engines available. The only issue na hii gari ni hot cake kwa wezi. Hii gari unalala hivi ukisikia alamu unatoka mbio na panga, because wezi wanapenda hii gari. Wezi wanaonanga hii gari hivi, wanasikia mwili yote inatetemeka, wanaitaka. Ni gari hot cake sana kwa wezi. It's the most stolen vehicle in Nairobi. Actually, last time I checked. Not to forget, hata usipoibiwa, hizi parts zinatakikananga. Tunaendesha kidogo, side mirror imepitwa nayo. Unaendesha kidogo, hii light hapa mbele mtu anapita nayo. Ni hot cake sana. So lazima ukaangerada nayo. Alternatively uhamie area yenye hakuna wizi. You know, kuna areas huku Nairobi, let me tell you my guys, penye hakuna wizi kabisa, none. So just know unaenda estate gani and then ununue gari bila uoga. Hapa kuna Nissan Advan ni ya 2006 1500cc engine, automatic transmission. Unaipata na 445,000. Kuna Mitsubishi RVR hapa, locally manufactured, ni ya 2015 1800cc petrol engine. Iko na new tires on alloy rims. Iko fully loaded. Iko na original paint with clean dark interior. Alafu iko na Triptronic gear transmission. Ready documents. Unaipata na 1.57 million. 1.57 million. Hapa kuna Range Rover Sport mnyama, ni ya 2016 3000cc diesel turbo engine. Iko na auto gear. Hii gari unaipata na mwenyewe anakuuzia na 7.85 million. So kama unataka Range Rover ya nguvu ndio hii hapa 7.8. Iko na a lot of features, naweza kusomea some of them.
So ni 3000cc diesel turbo engine, iko na automatic gear, iko na perfect air suspension, iko na working sunroof ama moonroof. Okay, iko na brand new tires and alloy rims, iko na full leather electric seats, iko na beige interior, iko na cool radio music system, Harman Kardon speakers kwanza, iko na front and rear bumper. Okay, ni neat and it's a buy and drive with ready documents. So 7.85 million unapata hiyo gari. Hapa hivi kuna Toyota Probox ya 2008, original paint, 2-wheel drive, accident free, iko na new tires, buy and drive ready documents, unaipata na 730. Hii gari unaipata na 730. Nikwambia Probox ni gari ya biashara, ndio unaona inabeba miraa, inabeba miraa, inabeba. Hii ni gari ya biashara na nini ya madeals. Hata watu wakishikwanga na bangi hizi illegal substance wanakuanga wanaendesha tu Probox. That's why one disadvantage ya Probox, me personally siwezi endesha Probox because iko na too much headache. Kwa nini? Ukiendeshanga Probox, kila traffic police anakusimamisha, kila traffic police, au kuangi na amani because zinajulikana ni gari za madeals. Gari za madeals hizi. So but that being said, Probox iko na one of the best engines. Usione hivyo. Hii ni one of the best engines mnani. Itakubebea kila kitu na bado iendelee tu, hii kufi. Hii gari uko ushago mpaka watu wanaeka ng'ombe ndani. Wanabeba gari na ng'ombe, si jokes. Probox, tried and tested. Hapa kuna Nissan Juke. Mademo wanaitanga Nissan Juke. Hii Nissan Juke ni ya 2015. 52,000 mileage yake, 1500cc petrol engine fitted with brand new tires and alloy rims, cool music system with reverse camera. Unaipata na 1.3 million na iko na ready documents. Ready documents na maanisha vitu kama logbook ziko ready. Hamtasumbuana na yeye, utampea pesa ya kupea gari, mfanye exchange pale NTSA, you're good to go. Very fast, hakuna story ya kusumbuana. Hapa hivi kuna Subaru Outback, extremely clean, original paint, original half dark leather interior, automatic transmission, 2500cc, ni gari ya 2012, reverse camera, cool music, kila kitu iko bahali yake. Unajua Waoria wanasemanga aje, kila kitu iko bahala yake. So hii kila kitu iko bahala yake, na unaipata na 1.29 million. 1.29 million. And then kuna hii BMW X5, clean original paint, neat leather interior pia, 3000cc, gari ya 2009, iko na kila kitu fully loaded, paka panoramic sunroof. Unaipata na pia iko na ready documents, buy and drive car. Unaipata na 1.55 million. So kama unapenda hii kampuni ya baba mama watoto, unajua mimi naitanga BMW baba mama watoto. So kama unapenda hii gari ya baba mama watoto, check hiyo grill hapo mbele venye ni supu. Ndio hii ya bei poa sana, 1.55. That's a good price for X5. Haya, hapa hapa kuna Nissan Dualis ya 2012, pia hii iko fully loaded, ni 2000cc 4-wheel drive optional, radio music, buy and drive, ready doc. Hizo vitu zote ziko available 980,000. Kuna hii Toyota Prado J150 TZG ya 2016, automatic gear, 2800cc diesel engine, good suspension, shocks and bushes, working sunroof, tires, 7-seater. Hizo vitu zote hii ni 5.85 million. Hiyo gari ni 5. Wait. Kuna mbili guys, I'm confusing. Kuna hii. So hii ni 5.85 million, this one. Hii ni Toyota Prado J150. So kuna mbili, usiconfuse the two, because mimi kwa karibu ni confuse. So hii ni
Okay, let me restart. Kuna hizi Prado mbili zimefuatana. That's why zimeni confuse nikisoma guys. Let me redo that. Wacha tuanze na hii. Hii ni Toyota Prado J150 series TZG. Ni gari ya 2016. Original paint, automatic gear, 2800cc diesel engine. Iko na good suspension, shocks and bushes. Iko na working sunroof. Iko na new tires, iko na alloy rims, ni 7-seater, iko na leather seats, iko na dark interior, cool music, very neat, buy and drive, ready documents. Unaipata na 5.85 million. Umenipata hapo? Alafu kuna hii Prado ya pili. Hii ni ya 2005 Toyota Land Cruiser. Hii ni J120. Kumbuka hiyo ingine si hiyo ingine ni J150. Hii ni J120. So hii ni 2700cc petrol engine, automatic transmission, 7-seater, original paint. Unaipata na 1.8. So umenipata hapo 1.8. Usiconfuse hizo mbili. Alright. Sitaki kukuwe na any confusion. Alafu hapa kuna Toyota Harrier ya 2009, 2400cc, automatic transmission, original paint, low mileage, extremely clean. Unaipata na 1.55 million. Hey. Hebu tumeni kitu guys. Send ka something tukule bana. Kuna hii Subaru Forester ya 2014 2000cc, automatic transmission, ready documents. Hii iko na kila kitu pia, ni 2.05 million. 2.05 million. Kuna hii Toyota Harrier ya 2010, accident free, imekuwa na one owner since import. Iko na powered fabric seats, iko na multifunctional steering, iko na automatic transmission, iko na 2400cc engine na mileage yake ni 128,000 kilometers, na unaipata na 1.55. Then kuna hii Toyota Land Cruiser J150 2010 Prado, original paint, 3000cc diesel engine, automatic gear transmission, 4-wheel drive, optional. Iko na leather seats, iko na ni 7-seater, cool radio music, sunroof, all that shenanigans. Hii gari iko nayo unaipata na 3.65. Haya, hapa kuna Nissan X-Trail NT31 ni ya 2013, extremely clean, optional, 4-wheel drive, automatic transmission, 2000cc petrol engine, mileage yake ni 124,000 kilometers. Unaipata na 1.33 million. Alright, 1.33 million. Hapa hivi kuna Toyota Land Cruiser 100 series VX, diesel 4.2 liter. Iko na pia fully loaded, iko na vitu mingi hapa manze, mpaka 22 inch alloy rims, top speed yake ni 170, like Android Tesla screen, functional sunroof. Iko na hizo zote guys. I don't want to repeat them cause naona zinafuatana tu nearly same things. 2.95 million. Hapa kuna Toyota Axio, gari nimekuambia gari mzuri sana. Itakusava hadi ushangae. Hii gari hata kama ni KCS hivi, hii utaenda nayo hata 2070 bado uko nayo nani. We utazeeka na hii gari bado unaiendesha. Lakini that is only kama itaibiwa. Hii ni hot cake. Wezi wanaipenda sana. Kwanza hii yenye mpaka side mirrors iko na winkers hivi. Wezi wanapenda hii gari. So unakarada nayo ukiwa nayo. Ni gari yani ukiwa nayo you are always worried. Ukipark you are always looking out. So that's the only issue na hii gari. Other than that, in terms of fuel efficiency, performance, hii ni gari itakuserve nani. Hii ati upate sijui Toyota Axio iko kwa barabara imekuwa manani alisema. You will never hear that. So hii gari unaipata na 980k. Hii gari unaipata na 980k. Hii ni gari itakuserve nani 1500cc VVTi, automatic 2-wheel drive, very neat, buy and drive, ready documents. Hii ni gari mzuri sana, lakini unakarada na wezi. Because I must always tell you the truth. Hapa hivi kuna Toyota Caldina. Hizi gari zilikuwa discontinued. Zilikuwa na boot space kubwa.
So hii ni ya 2006 automatic petrol 1800cc two wheel drive, unaipata na 690k. Hizi ni Toyota Caldina. Nilikwambia kuna song inaitwanga Furufuru. Kuna song hapa hivi inaitwanga Furufuru, uiangalia hapa YouTube. Ni ya Shakila wakiwa na Jikon. Anasemanga akina Paulina, Sabina, wote tumejeza ndani ya Caldina. Yani akina Pauline na Sabina wote wamerushwa ndani ya hii Caldina, wanaenda kujibamba. So I'm guessing msupa wake anaitwa Paulina na maybe msupa wa Jikon anaitwa Sabina. So wote wamerushwa ndani ya hii Toyota Caldina, wanaenda kujibamba penye wanaenda kujibamba. So guys, hii unaipata na 690 na hizi gari nakwambianga una bargain kidogo. Alafu ndio hii sasa. Mimi nilikwambia hapa kwa gari zote nishaiendesha mimi personally as Nelly mchoraji. Hii ndio gari yenye niko nayo na experience. Toyota Allion. Toyota Allion ndio gari yenye nimeendesha sana of all the view. Unajua kuna kwanga kila mwanaume kuna gari anakwanga ameendesha sana than any other vehicles. Yani kuna gari yenye ana feelingi, hii naijua, naweza iongelelea. This is the thing. Mimi nilikuwa naendesha Toyota Allion yenye I think hata it was a bit older than this one. But I can tell you, nakumbuka hii Toyota Allion ndio brother ya Toyota Premio. I can tell you, this is one of the most reliable vehicle. Hii gari itai kuangusha bana. Hii gari nimeenda nayo mpaka huko Kakamega nani. Tunaingia huko Muliro huko, tunaenda mpaka huko Rondo, watu wa Luya wanajua huko Shinyalu huko ndani nani. Saa zingine hata barabara si za lami, ni zile rough road. Hii gari haitambui. Inaenda kila mahali. Haitakwama, hautakuwa. Saa zingine unapatana na tumatope, unakazana unapita. Kuna wale Waluya wako hapo wanakusaidia kusukuma in case kakwame kidogo tu. Haikwami ati juu gari ni mbaya, juu ni zile matope za ushago zile za nguvu. Lakini matope za ushago zile za nguvu pia ziko na Waluya wale unajua kuna Waluya kuko ushago wewe. Mondo ya lachira bushuma. Unapata mtu ameunga na endangi gym. Unapata jamaa amelima tu ako na nguvu. Imagine unapata mtu amekubebea mitungi za jerrycan. Unakumbuka ule yeye alisemanga ati unaenda kushago unapata mtu amekubebea zile mitungi za jerrycan zile mbili za 20 liters. Unajua hizi ma 20 liters hizi amezibeba kwa mkono, alafu namwambia we buda, kwenda kwa chief ni naenda aje? Anaanza kukupointia na weki mitungi chini. Anakupointia utaenda pale juu, na unajua ameshika mtungi ya 20 liter ndiye anakupointia nayo na imejaa maji. Utaenda pale juu upige hivi kona, alafu anakuonyesha hivi nyuma, alafu ingia hapo nyuma hivi, na amebeba mtungi ya 20 kg anakuonyesha nayo nyuma yake. Sasa akirusharusha juu na chini. Au sasa ni watu wameunga by default. Mtu ameunga ako na abs na endangi gym, ni kulima tu na so hii gari nimekuwa nayo na experience. Nimeenda nayo mpaka huko Kakamega, nimezunguka nayo especially in 2018. Toyota Allion ni gari nimezunguka nayo, like not this one, si hii yenye inauzwa hapa, nasema yani Toyota Allion the make. So hii ni gari mzuri, hii ni gari itakuserve. Na ukiona hata brother yake ule Toyota Premio, utaona hata huko ushago watu wakiretire wengi wananuanga Toyota Premio. Kwa nini? Hii ni gari itakuserve na yani hizi ndio zinafanyanga Toyota zinapendwa. Unaona? Ukionanga Toyota zinapendwa usishindwe ni kwa nini? Ni gari kama hizi. Hii ni gari itakuserve mpaka ushangae ni aje kwani. So hii ni 1500cc, ni gari ya 2011, two wheel drive, extremely clean, well maintained. Unaipata na 1.1 million. Hiyo ni bei mzuri, chukua hiyo gari utai regret. 1.1 million, kumbuka hiyo ni kama Toyota Passo. Ukiimport Toyota Passo sahi ndio utachukua na hiyo 1.1 million. Sasa instead ya kuimport Toyota Passo, just take this vehicle. Mimi nakwambia utai regret. Hii ni gari utakuwa unakuja nayo Nairobi, unarudi nayo Kisumu, unaenda nayo Mombasa, Malindi, unarudi, unafika nayo Kitui. A vehicle that will serve you. Wacha venye wanasemanga
a dog is a man's best friend. Hii itakuwa your best friend. Hii ni gari haina tashwishwi, na hata ika breakdown utapata mtu wa kukuguzia hapo tuwaya tuwili tatu uendelee. Toyota Leon, one of the best vehicle you can buy in this world. I can vouch for it cause mi mwenyewe nimedeal nayo. That being said, guys, I think am I really getting near to finishing these vehicles, bwana? Because I'm kind of tired and I know you guys are tired too. Let me go faster nimalizane na hii shughuli, si ndio tawatengenezea list ingine. So hii ni Toyota Harrier 2018 2000cc two wheel drive, unaipata na 3.05 million. 3.05 million unapata hiyo gari. Alafu hapa kuna Lexus RX 350 ya 2010 3500cc petrol engine. Iko fully loaded, unaipata na 2.15 million. 2.15 million. Kuna hii Honda CRV, guys, for those who know. Honda CRV ni ya 2003, hii ni 2000cc, unaipata na 650k. 650k. Where are we? Okay. Kuna hii Wait a minute. Kuna hii Toyota Auris, guys. Ni ya 2016 1500cc two wheel drive, unaipata na 1.48 million. 1.48 million. Alafu kuna hii KDP ni Toyota Harrier 2016 model, ni 2000cc, unaipata na 2.85 million. 2.85 million unapata hii Harrier. Kumbuka ni zile gari pia zinanga story mingi, itakusa vizuri. Kuna hii Range Rover Vogue ni ya 2004 3000cc diesel, optional 4-wheel drive, well maintained unit, unaipata na 1.5 million. 1.5 million. Haya, kuna hii KDK Toyota Land Cruiser Prado TX ni ya 2014, petrol engine 2700cc, unaipata na 4 million flat, na hii ni 7-seater. 4 million flat. Kumbuka mimi napendanga Prado, I love this vehicle. So ningekuwa na ka 4 million ningekakimbilia saa hii niichukue. Alright, alafu kuna hii Toyota Vanguard ya 2010 2400cc, clean fabric interior, new tires, functional sunroof, low genuine mileage, cool music, ready documents, unaipata na 1.59 million. Hapa kuna Nissan Tiana XL. Hii ndio inabishananga na kina Toyota Mark X, right? I think so. 2015 original paint 2500cc. Ya hii ndio inabishana na kina Toyota Mark X. Sasa hii ndio Toyota Mark X ya Nissan, in short. Inaitwa Nissan Tiana. Hii ni two wheel drive, iko na fully loaded, unaipata na 1.43 million peke yake. Hapa kuna Toyota Probox ingine ya 2015, unaipata na 990k. Hapa kuna Nissan Note ya 2015 1200cc two wheel drive, unaipata na 695,000. Hii gari unaipata na 695,000. Remember guys, niko na namba ya each and every seller hapa. Kila seller unaona hapa, kila gari unaona hapa, niko na namba ya each and every seller. So if interested, just call, text or WhatsApp me on 0729 532980. 0729 532980. You can text, you can call, you can WhatsApp anytime. I always get back. Na nikikuconnect, kama unataka gari nikuconnect na seller, kindly at least rudisha tu mkono, si ndio? Mi si broker, mi si dealer, so skuli zangi atupeane. Unajua broker na dealer unawapeanga 10k before hata waanze kutafutia gari. And that is non-negotiable. Mimi I don't do that. Nakwambianga to support the channel ama buy me coffee. So nikikupatia hizo namba za seller, ama nikikwambia na kutumia namba ya seller, please, na nikwambie support the channel, tuma kitu kwa channel. Unaona sasa tunanunua kamera nini, hivyo ndio tuna survive guys, si ndio?
Tuma kitu manze, tuma. Unaenda kununua gari ya 2 million, mbona uwezi tuma hata ka 4K peke yake jamani, na umeonea hiyo gari hapa. Just support the channel. Kuna hii Toyota Fielder ni 1500cc, unaipata na 720k. So niko na namba ya each and every one of these ones, each and every seller hapo. So kuna hii Toyota Prado ya 2015 7 seater, unaipata na 2.99 million. 2.99 million. Kuna hii Subaru B-Sport. Hii ni gani? Legacy. Hii ni Legacy. Hii ni Subaru Legacy yenye Octo anasemanga walidhani wakibai Subaru watakuwa wameacha Legacy. Octo niko juu ya madawa. Ungedhani mimi ni pharmacy. Brain iko full, hata ujinga yezi ulizia vacancy. Octopizzo alikuanga mkali kitambo before aanze kuimba hizi vitu anaimba siku hizi hata sizielewi. Alikuanga msee mkali sana. Octopizzo. Pizzo de. Octopizzo alikuanga mkali sana. Hiyo time alikuanga mkali hadi Calligraph hakuwa anajulikana. Then Calligraph amekuja akakuwa international akamuosha. But Octo alikuanga juu sana. So alisema walidhani wakibai Subaru watakuwa wameacha Legacy. I think ndio Legacy alikuwa anaongelea. So hii ni ya 2000cc 2008, unaipata na 750,000. Unaona venye nakwambia una customize gari, unaona huyu ashaeka screen hapo. Unajionea YouTube ukiendanga. Una customize tu gari pole pole. Alafu hizi vitu haziishi wewe kwani. I think I'm through, si ndio? I think finally I'm through. Yeah. This is the last one, I'm sure. Yep. So guys, tumalize na hii wish. Hata mimi niende nipumzike. I want to go take shower kidogo. Alafu najua hii December. Unajua guys, mimi nakuanga mchoraji. Kama hujajua, check out. Ukiangalia hata kwa social media zangu, watu wengi wananijua as mchoraji. Na now that tuko December, nimepata tukazi kadhaa. Nimepata tukazi kadhaa. December inakuanga mwezi yenye nakuanga busy sana in terms of, ndio unaona hata sija post ma art of late. Sija post magari of late. December inakuanga very busy cause kila mtu anataka kuchora mtu wake. Alafu December unajua kila mtu ako na do. So hii December nakuanga very busy kuchora watu wameorder ma art, wanataka ni wachore. That's why nimekuambia niko sure hata hiyo kamera nitajaza hii December because nakuanga na tu job twingi tu art. Watu wanatuma picha zao na wachora. Kumbuka mimi ni mchoraji, that is my full time job. Hii ya magari nimeanza as part time, but naona inashika vizuri pia, maybe in future zitakuwa zote kazi zangu. So usisahau mimi kwa mchoraji. Na kama unataka kuchorewa kitu, unajua watu ushindwa, hii December nipatie mtu wangu nini? Present gani? Si umchore. Kuchora inakuanga one of the best present unaweza pea mtu because mimi picha zangu nikikuchora na upe mtu aweke kwa ukuta, for the next over 10 years atakuwa anaangalia na atakuwa anakumbuka ni wewe ulimpea. Yani ni kitu aishi, it's like una surprise huyo mtu daily for the next 10 years. Na kumbuka kuchora si kama picha unaweza enda upigwe the same picture kwa studio ingine. Kuchora ni different. Hata ukichukua art yenye mimi nimechora upe artist mwingine, hata atoa exactly kama hii, atachora something different. Juu kila artist uchora a bit different from the other artist. So tuma picha pale WhatsApp pia, same number 0729532980. Manze surprise hata bibi yako bana. Chora wife. Umeoa bibi for the last 10 years hujaimpea surprise bana, Mchore urudi na hatu mwambie cheki. Cheki mama. My darling. My pumpkin. Najua walisema demo anapenda kuitwa pumpkin, lakini ukimuita malenge anajam, na ni same thing. Unamwambia my pumpkin. The only fish in Lake Victoria. My tomato sauce. DJ Afro anasemanga hivyo. Atuitange wambiange msupa my tomato sauce. Anyway, so the point is, umekuwa na wife for long, msurprise hata na picha. Watoto wako, unajua tu venye tunapenda watoi. Madads, si tunajua tu venye tunapenda our kids. Moms,
Unaonanga huyo mtoto ukimwangalia una feel aje, roho yako una feel iko complete. Chora huyo mtoto umweke hapo kwa ukuta, jionange bana. Agrow. Unajua kwanza mtoto anagrowingi akijiona venye alikuwa mdogo. That's the beauty of it. Chora mzazi pale ushago. Chora boss wako. Maybe mnataka kwenda live hadi next year juu ya Christmas inaenda kufika. Chora boss umsurprise. Maboss wengi wako na kila kitu but hawana art. Art is a great surprise. Kila tajiri hupenda art. So tuma picha pale, unanitumia tu picha ya huyo mtu. Si hata lazima umuulize ati nipe picha nikuchore. Unaenda pale social media, unachukua picha yake moja, chap, una screenshot, unanitumia, unaniambia Nelly chora hiyo art. Nakwambia unalipa dipo, na chora hiyo art, namaliza na kudelivia, unanipea balance. Tumemaliza hiyo story. Unapeleka art, mwenyewe anafurahi zaidi, unakuwa umeongeza marks za friendship ama za whatever. So that's how it goes manze. So hii December niko a bit busy, kazana niko na orders kadhaa na kazana nazo, na ndio unaona na kazana hata hiyo kamera niweze kuipata hii December before January. Juu January kuna kuanga kumekauka mbaya. Sawa. So hii ni Toyota Wish ya 2012 2000cc 1800cc sorry. Hii ni 7-seater kama kawa unaijua. Ni iko na mileage ya 208,000 kilometers na unaipata na 996,000. Hiyo gari unaipata na 996,000 guys. That being said, wacha tuchape outro, tuonane on the next video. Nawapenda tu sana. Yo guys, I hope you enjoyed that list. Tawatengenezea more list, but for now wacha tukoe na hiyo. Remember kamera inaendelea vizuri. Sasa tumebakisha nimelipa hiyo kamera, imebakisha kitu 40k out of the 55,000. So it's like we have paid 15,000. So guys, remember manze kusupport hiyo kamera tupate bana. Hiyo kamera tukishapata channel itakuwa fiti. We will content mtakuwa nayo more than enough, because najua mmemiss kama zile za kwenda yard. Sijawaendea yard for quite some time, but you know the reason I explained. Niliwaambia ile phone ina overheat so I can't use it, but hii kamera naipata, niko sure by January guys, hiyo 40k tunataka tukazane iko ime come through. Remember to send something, support the channel. Watu mnanunua magari, please mkinunua gari kindly unatuma kitu. Mimi nilikwambia mimi si broker, mimi si dealer, so I never ask for commission, but mimi kuambia kindly send something manze, support the channel. So usiende kununua gari ya 1 million na uwezi support channel hata na 2k jamani. Jumisi ningekuwa broker ungelipa 10k hata before utafutiwe gari. So that being said guys, hii list nimejaribu hii video ikuwe fupi kiasi cause sitaki kuwe mrefu sana. But that being said, thank you so much. Remember to subscribe, like and share. Remember my number is 0729532980. My number is 0729532980. You can call, you can text, or you can WhatsApp me anytime and I will get back to you. Kama kuna gari unataka kwa hizi hapa, just contact me niku connect na seller. Kama kuna gari unataka na sija post, pia contact me niambie the available units nitakutumia. That being said, simbarikiwe sana hadi mshangae.